huongoza maisha ya mtu yeyote anaposimama kumhubiri Yesu. Paulo alipofika Thesalonike, anawaambia Wathesalonike kwamba injili ambayo nimewahubiri ninyi haikuwafikia kwa maneno tu, lakini bali kuna dalili ya nguvu za Roho. Na ni kweli, wakati Paulo amefika kwenye jimbo la Thesalonike, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 17, Wayahudi wengi aliingia siku ya Sabato ndani ya sinagogi, akahojiana na Wayahudi Sabato 3. Baada ya kuhojiana na Wayahudi Sabato 3, wengine wakae upande wa Paulo na wengine wakae kwenye dini hiyo, na wengi wa Yahudi wakamwamini Yesu, wakamkubali Yesu kuwa Mwokozi katika maisha yao. Sasa anawaeleza Wathesalonike baada ya kanisa kuzaliwa kwamba injili iliyohubiri kwenu haikuwa kwa maneno ya wanadamu, bali kulikuwa na dalili ya nguvu za Roho Mtakatifu. Sikiliza niwaambie, Paulo anawaambia sionei haya injili, kwa maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aliye. Leo hii watu wahubiri wengi, wanatangaza usiku kucha, wanahubiri maneno mengine sio yaliyotoka kwa Mungu, wanahubiri kwa manufaa yao wenyewe, lakini injili ambayo nyuma yake iko huduma ya Roho, nyuma ya injili hiyo haichanganywa mafuta ya upako, haichanganywa vitambaa vya upako wala maji. Ni injili ambayo nyuma yake ipo nguvu ya Roho. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Ndio huduma ya Roho. Jambo la tatu ni katika maombi. Katika maombi, fungua Biblia yako kitabu cha Yohana sura ile ya 16 mstari wa 28 na Waefeso sura ya 6 mstari wa 18, Waefeso 6:18, Warumi 8:26 hadi 27. Karibu uliyepata Yohana 16 mstari wa 28.